Nimeamka asubuhi nikielekea shughuli zangu za kazi. Nishaji prepare pale, nishafanya mambo sawa nini. Nasikia watu wananungunika hapa chini. Mimi niko mahali first floor. Hapa chini nasikia kuna mnunguniko. Nashindwa nini. Nikachungulia kwa dirisha nikaona ni kama kuna kaumati kako hapa, watu wamesononeka mbaya sana. Nikasema okay, wacha nishuke nikielekea job nijue ni nini inaweza kuwa ikifanyika pale. So mimi huyo nimeshuka stairs, nimeenda nimepata majamaa wako hapo, wako nje ya nyumba fulani. Wanakaa yani mambo haiko sawa. Nikauliza kwani kuna ngori ama? Wakaniambia ingia tu kwa hao. Ingia tu hapa ndani. Utajionea. So nikashindwa okay. First of all, kwa nini watu wanaingia kwa nyumba ya mtu? So nikasema okay, wacha tu niingie nione ni nini mbaya. So nimeingia sitting room, nimefungua ile mlango, nimechungulia. Wadau, kuleni pause. Nataka turudi nyuma 3 weeks earlier. So 3 weeks before this morning, nimetoka kazi mapema kidogo. Hii siku nimesema gari I think iko shughuli zake, so nimesema wacha nikuje tu na matatu vizuri. Pige mguu nikielekea wapi? Nyumbani. Hata sijatembea step 2 nikasikia sasa. Nikanyenyekea nikatana, mzuri sana. Nikapata ni mrembo hivi. Simjui, lakini yeye vile ananiongelesha ni kama ananijua. So tunatembea hapo mazee. Akanishwa, in fact najua unijui. Mimi ni jirani yako. Najua unaishi hapo first floor, mimi niko ground. Na nimekujua tu tangu zile enzi mkifanya ile kipindi ya shule nini. I'm such a fan. Hata sasa hii najua unafanyaga hiyo kipindi ya hapa kule news. Hata hiyo Real House Helps najua wewe ndio unaandika hata kama uonekanangi. I'm such a fan by the way. So tukitembea hapo tukikula vumbi mazee, stories zika change from I'm such a fan nini ikafika zile za na hii ndegwa yetu unaionangaje in terms of security. Nikamwambia the ndegwa okay, nimesikia incidences huko juu kidogo, kuna watu wanasumbua watu kwa manyumba, but sijawai experience ati kitu ngori sana. Mbona umeuliza? Akaniambia sijui mbona, unajua zile vitu mbaya za kujia mtu kwa kichwa. Kuangana hii kitu, and I usually get it so many times. Naonaga tu nikaa siku moja nikitoka job hivi nikitembea kwa hii street, msee atakaa mtu anidunge kisu na aniibia aende. Nikamuuliza mbona unafikiria hivyo? Hapana, kwani unatokanga job late sana? Hapana, saa kama hizi tu. Bas. You have nothing to worry about. Sasa hii ndegwa hii watu walalagi mpaka kitu saa 4. Saa 4 there about. So uko safe wewe. Sidhani mtu anaweza kama mtu akudunge kisu for no reason. Akaniambia maybe it's just me. Unajua saa zingine thoughts za binadamu nini. It's funny. Na tukatembea vizuri, tukaenda tukafika maskani yetu, tukaingia kwa gate, yeye akakula left, akaingia right, akaingia kwake, mimi nikaenda straight, nikapanda stairs, nikaenda kwangu first floor. That was 3 weeks before ile morning sasa. 5:15 asubuhi, soja wetu ako kwa gate. Kidogo anasikia bum 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 bum. Anashindwa nani huyo anagonga gate saa 11 asubuhi na fujo hivyo. Anaenda anachungulia pale kwa kale kitu ka gate, anaona ni a familiar face. Okay, huyu jamaa anamjua. Akafungua mlango. Ile anafungua gate hivi, ikapigwa kwanza teke. Soja akashindwa, si nimefungua rada. Jamaa akaingia, wap. Amepiga full military gear. Ni soja. Akaingia mazee, akaingiza mkono pale kwa keja, akafungua first floor. Pale kwa ile nyumba ya ule madam, mnamkumbuka? Ameenda, ameingia. Kidogo soja anasikia commotion. Nduru. Soja ametoka kwa gate, anaenda pale mazee kujaribu kuingia. Kidogo anakutana na ule soja na kisu. Akamwambia, buda, ukijaribu kuingia hapa wewe tunamalizana. Soja akaona hapa kamechacha. Akatoka, akarudi pale kwa post, akapiga simu kuitisha backup. Kuna mtu bana ameingia hapa na akona kisu na ni kama mambo yake haieleweki. Tafadhalini kujeni mnisaidie. Huyu military guy alikuwa ni boyfriend wa huyu mrembo ambaye alikuwa anaishi hapa. So imefika wakati kwa relationship mambo yendi fiti.
Na mrembo ameona hii ni time tunapotezeana sasa. Unajua ile unajiita meeting, unajiambia this is not for us. Hii relationship haiwezi, imekataa. So akaenda akaambia mjamaa, ni aje? Mazee mimi nimepiga hesabu nikaona hakuna mahali tunapelekana. So mimi nimeamua, najua tuko na mtoto na nini, but it's not working. Wewe enda njia zako, wacha mimi niende njia zangu. Mtoto tutalea. Jamaa anapiga hesabu, okay, umeamua unanitoka. Ni sawa, haina mambo. So once in a while anashinda akisumbua, masimu, matext, nini, wacha una overthink, tufikirie hiki kitu tena. But mrembo ashafika ile point of no return. Hakuna kurudi, hii story tumefunga. Siku moja jamaa akaanza kumtrail, anamfuata akitoka kwa nyumba, anamfuata nini, anaenda malap na yeye, but ako nyuma tu jamaa wa military, anamwangalia tu vile anafanya. Siku moja akakaa makapata mrembo, kumbe ametoka nyumbani, ameenda ameshikana na mshikaji fulani hapo. Unajua vile mko na urafiki tu na mtu, after all you are single now, hauna mtu. So hiyo haimaanishi sasa usiinteract na watu wengine. Interact na watu wengine, mtu yangu, si umerudi soko, ushaoga, usharudi soko. So wakiwa pale mazee, kuma sweet nothing, wanagonganisha maglasi za juice pale nini, cheers. Jamaa wa military akatokea, akamwambia okay, so ulikuwa unanitoka ndio ukuje uanze kusumbuana na mandume hapa nje? Mdema anashindwa, chief, mazee si tumejiita meetings ngapi? Hii relationship yetu ni toxic, hai work for any one of us. Mimi ni mtoxic kwako, wewe ni mtoxic kwangu, mtoi wetu anasafa, like hakuna mali tunapelekana mtu wangu. So situachane tu nayo tafadhali. Nini unashinda ukinifuata unasumbua? Tuachane tu nayo. Jamaa akamwambia hapo mbele ya huyu mtu, kama sikupati mtu wangu, hakuna mtu anakupata. Na akatana na akaishia. Rudi asubuhi hapa mahali ngori imechacha. Soja amepiga simu huko akasema ni aje ni kungori kumekujua. Tafadhali tumeni reinforcement. Akapiga mpaka ile firimbi. So kidogo ule military ashamaliza, ako kwa keja, ametoka sasa. Ametoka, huo soja anajaribu kumuuliza mazega nini rada. Kidogo ana discover jamaa wa military ambeba kisu fulani, akampoint nayo kwanza, ukijaribu kunikaribia wewe na malizana na wewe. Soja akaangalia hiyo kisu akasema, wait a minute, hiyo kisu mbona ni nyekundu? Akanyenyekea. In fact akarudi kwa nyumba yake very fast. Jamaa wa military akatoka, akafungua gate na akaibang, akaishia. Soja wetu akatoka kwa kakeja kake very fast, akaenda akaingia kwa hiyo haraka faster. Sitting room hakuna mtu, anapiga ile kona ya corridor. Oh my God. Anapata jirani yangu amestabiwa several times, na the final blow ilikuwa ni slit kwa throat. Shiang! So ako pale, bleed out, amekufa. Ilikuwa horror. So by the time mimi naamka kutoka mazee, watu walikuwa washagather hapo nje, wameona kile imehappen huko. Cops wamepigiwa, wako njiani, wanafanya nini? Wanakuja. Toka Vendegwa kwetu, wachana na hii apartment, tufuate huyu mjamaa wa military. Alijipeleka straight mpaka Kiambu Police Station. Akafika Kiambu Police Station, first of all akamalizana na makarao hapo kwa OB. Hakuna kupoteza wakati, ni vita. Pap. Tokeni. Cell, nani yako na funguo ya cell? Makarao wako hapo sasa, wamefika ile point ya kukok bunduki sasa. Huyu ni nani anakuja kutuchapia kwetu? Hii ni ng'ombe na huyu tutamalizana na yeye huyu. Akasema pale Vendegwa nimefanya mambo, kuna mama ako hapo ameenda, hiyo ni yote ni fault yangu na nimejileta. Munifanyie ile kitu mnanifanyia, kama ni kunisukuma kamiti, munisukume nianze maisha. Yeah.